Tunaona maandiko yanasema kulikuwa na wachungaji walikuwepo makondeni huko maporini wakichunga kondoo zao kwa zamu usiku. Lakini kipindi wako porini, maandiko yanasema malaika wa Bwana akawatokea na utukufu wa Mungu, akawaambia msiogope, nawaletea habari njema na furaha itakuwa kwa watu wote, maana katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi wenu, ndiye Kristo Bwana. Nataka nikwambie, walikuwepo mitume, walikuwepo manabii, walikuwepo watu mbalimbali, lakini neno hili halikuweza kutamkwa kwamba amezaliwa Ibrahimu Mwokozi, kwamba amezaliwa Daudi Mwokozi, kwamba amezaliwa Nuhu Mwokozi, kwamba amezaliwa Henoko Mwokozi. Lakini malaika anayesimama mbele za Mungu anamtaja Kristo kwamba ni Mwokozi na furaha itakayokuwa kwa watu wote. Inaomba sikiza vizuri. Naomba sikiza vizuri. Kwa nini Mungu anaruhusu kwamba Yesu Kristo awe Mwokozi? Amekuja kuokoa nini? Yesu Kristo alipokuja duniani kwa kazi moja, kumwokoa mwanadamu katika dhambi ya asili ambaye mwanadamu huyu aliitenda pale bustani ya Edeni. Maana mwanadamu huyu alikuwa amefarakana na Mungu. Maana mwanadamu huyu alikuwa ameasi sheria za Mungu. Sasa Yesu Kristo alikuja kama Adamu wa pili kuwarejeza wanadamu kwa Mungu. Na ndio maana malaika ujumbe alioleta kwamba katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi wenu, ndiye Kristo Bwana, na furaha itakuwa kwa watu wote. Kwenye maisha yako jitahidi sana kumpokea Yesu Kristo awe furaha. Maana ukimkosa Yesu Kristo huwezi kuwa na furaha. Unaweza kuwa na fedha lakini furaha huna. Shida sio fedha, shida umemkosa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Kwa hiyo unamhitaji Yesu Kristo kwenye maisha yako uone furaha. Nataka nikwambie, ndio maana maandiko yanasema wazi, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sio kukosa fedha, maarifa. Unaweza kuwa na fedha, fedha itakuua kwa sababu umekosa maarifa. Sasa Yesu Kristo yeye anaitwa Mungu wa maarifa. Ukija kwake Mungu atakuonyesha siri, Mungu atakufunulia habari za mbinguni, Mungu atakuonyesha njia, Mungu atakupa mume sahihi, Mungu atakupa mke sahihi, kwa sababu yeye ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Umelia sana kwenye maisha yako,